Okay, sawa. Hii hapa tena ya mwisho tamu, na vile ambavyo nilikuahidi tutamalizana na pande letu tamu. Basi hili hapa 2026 tumeanza nayo kibabe. Kwa wewe ambaye umeitazama sehemu ya kwanza, ya pili, na hatimaye tunamalizana na hii hapa ya tatu, na ndiyo ya mwisho kabisa kwenye zile movie zetu tamu ambazo tulikuahidi tutamalizana nazo. Sasa mimi nakumbuka tulipoishia ni hapa na tunakwenda kumalizana nayo, au vipi bwana? Sasa anyways, mimi nikujuze tu sasa hivi kupitia Iflix Movie Recap unaruhusiwa kusubscribe kwenye TV yako. Kwa mfano tu unataka kuwa wa kwanza kupata kazi zetu pale ambapo zinadondoka, basi make sure umesubscribe kupitia TV yako. Lakini kama unatamani pia kuwa wa kwanza, make sure umeturn on notification kengele kupitia hapo kwenye TV yako. Lakini vile vile unatamani sasa hivi kuniandikia ujumbe kupitia sehemu ya comment, basi hapo chini imeandikwa comment, fungua niandikie chochote ambacho utakuwa nacho kupitia kazi yetu tangu umeanza kuitazama. Na hii hapa ni episodi ya mwisho kabisa, na hapa ndio utafahamu hatima ya binti yetu Jenny pamoja na familia nzima ambao umekuwa kuitazama. Najua uko na mengi ambayo umeyapitia, maumivu kibao kupitia hii movie, lakini nini ambacho umejifunza, hiyo ndio kitu ambacho unatamani kufahamu. Unaweza tu kuniandikia pia unaitazamia Iflix Movie Recap kutokea wapi, itakuwa fresh and good to go. Mimi nitaenjoy kinoma kwa kile ambacho utakomeniandikia. Basi sawa, turudi kwenye kazi yetu pendwa na vile ambavyo tulikuwa tukiendelea kuenjoy, au vipi bwana? Basi kazi yetu inaanza hapa. Baba alikuwa anarudi safari. Huyu mzee wengi hatumfahamu, lakini ni mzee ambaye ndio kwanza amerudi zake safari. Sasa hapa tuliona akimwambia dereva wake fuata hiyo gari mbele, lakini hiyo gari hatakuwa tumeiona. Basi bwana, mzigo katuleta hapa. Kuna conversation zinaendelea, kuna majibizano kati ya Bishosti, huyu hapa anaitwa Trace, na huyu bidada ambaye wengi hatumjui, lakini tumeona yeye ndiye anaonekana na mmiliki huyu mtoto wa kike. Sasa kuna story ambazo walikuwa wanaendelea kuzipiga hapa kati ya Bishosti pamoja na huyu dada ambaye amemleta mtoto hapa ndani. Kuna discussion wanafanya. Sasa huyu mama, kama unakumbuka, kwenye episode ya pili alikuwa akimwomba huyu mama amchukue mtoto kwa sababu yeye ndiye alimleta Jenny hapa ndani kufanya kazi. Sasa akawa anamwambia, bana, naomba umtoe huyu mtoto hapa ndani kwa sababu mume wangu amesema atamuoa, yani hataki kumuona tena hapa ndani. Lakini kubwa zaidi amesema kwa sababu wewe ndio ulimleta kuomba kazi hapa ndani, kama inawezekana basi mturudishie pesa zetu ambazo zimepotea. Lakini huyu mama alimwambia, no, huyu mtoto siwezi kumpeleka popote. Kama inawezekana mume wako anataka kumuoa, basi amuoe tu, wala sina kwa kumpeleka rafiki yangu. Kwa kifupi, huyu sasa hivi sidhani kama ana umuhimu wote hapa duniani, so mnaweza mkafanya hivyo. So anashangaa, mbona una roho mbaya hivyo jamani? Sasa ulimtoa wapi? Kasema mimi nimemtoa kijijini tu kwa aje kufanya kazi rafiki yangu, na nilikusaidia ni wewe. Sasa leo ukianza kuniambia eti nimpeleke sio wapi, sina kwa kumpeleka, utajua mwenyewe unafanya nini. Let me go. Binti anasema, mom please help me. Sasa anamuita mom, lakini mama akamwambia, wewe hebu niache bwana, wakikuwa watajua wenyewe. Mama akamwambia, umesikia wewe sio mtu yoyote hapa duniani, hauna thamani hata kidogo. Alafu nisikilize, yani kuanzia leo mimi nikikutupa hata porini, nikikutupa wapi, utakuwa faida ama chakula cha wanyama. Kwa hiyo usinitishe, yani wewe popote sasa hivi nakupeleka, kwa sababu hata alokuleta amesema wewe ni nobody, so naweza nikakufanya kile kitu ambacho mimi najisikia raha na isiwe shida kwangu. Alafu hauna thamani yoyote. Binti anasema, hey jamani, mom please. Akamwambia, ndio hivyo, ulikuwa unaleta jeuri, kumbe unaona hata ndugu. Sasa mimi tuliishia hapa wakati brother huyu hapa ameingia hapa ndani. Tunakumbuka hapa ni nyumbani kwa Anton na yule mama ambaye anatutesea mtoto wetu Jenny. Akaitazama hii nyumba akaona okay, fresh, hakuna shida. Hasa mimi sijui mpelelezi ama mtu gani bana. Yeye katazama alafu kaondoka. Na huu muda Jenny alikuwa nje hapa, ametoka zake, nadhani alikuwa ametoka chumba kingine hapa, then akaana kuja zake ndani hapa kwa nyumba ambayo kidogo imekuwa ya moto kwa upande wake. Sasa hapa ni nyumbani kwa dada ambaye alimpeleka Jenny kufanya kazi ile nyumba. Hizi tabia za kunyanyasa mabinti wa kazi kumbe ni tabia zake. Unaona hapa kinachofanyika, oya safisha miguu, hujui kufanya massage wewe, wapi wewe idugumbi. Bana gongo la poto mwisho. Akaendelea, okay sawa, simu ikawa imeita. Sasa hii simu ilishtua kidogo, sijui nani kampigia, kamuuliza kuna nini, yani kapata ajali kivipi na wapi, ilikuwaje? Hebu ngoja kwanza bana. Ikatoka speed. Oya bidada anauliza, oya madam kuna nini? Oya tulia. Basi sawa bana, mzigo katuleta hapa nyumbani kwa mshikaji wetu Antoni. Antoni kesi yake ni ile, sikiliza, mimi ninachotaka ni huyo binti waje wamchukue ndugu zake waliomleta, wanirudishie na hela zangu za kampuni kwa sababu pesa zimepotea na bosi anaamini mimi ndo nimeiba pesa. Asa mama anasema ndugu zake bado hawajaja. Sawa bana, baadaye mzigo unatuleta hapa. Hapa ni
nyumbani kwa huyu mzee ambaye tulimuona pale getini. Kumbe bwana, yeye ndiye mume wa huyu dada. Huyu hapa, huyu dada tunakumbuka tumemuona kule akiwa amempeleka yule mtoto kwa ajili ya kufanya kazi, na akasema wewe utakaa hapa mpaka wanyama wakumalize. Sasa mshikaji, kumbe ndiye nyumbani kwake hapa. So alikuwa ameenda kumcheki yule binti pale, labda alikuwa anashangaa, huyu mwanamke wangu mbona ana binti anamnyanyasa, sijui ni nani. Lakini hapa stories zinazoendelea ni hizi hapa. Babe, unajua nini? Ulipopata ajali juzi, nilipopokea simu ya kwamba umepata ajali, daktari kanambia umepoteza kumbukumbu. Kwa hiyo sijui inakuaje. Sasa mshikaji akasema ni kweli, sijui mimi sidhani hata kama kuna kitu chochote hapo nyuma. Nakikumbuka kumuuliza binti pia, hivi unasema mimi na wewe hatujai kuwa na mtoto yoyote? Madam kasema ndio baba, unajua bahati mbaya tujapata mtoto mpaka sasa hizi, yani ilikuwa ngumu. Nikamwambia sasa wewe nilikuwa mwanaume wa aina gani kwenye maisha yangu yote ya ndoa mimi na wewe tunaishi? Ilikuwaje nikawa mimi sina tulia? Baba, ulikuwa mwanaume kama wanaume wengine, sema ndio hivyo tu inatokea, unajua tena. Lakini faza kumbukumbu zinakataa, yani kwamba eti mimi sijawahi kuwa na mtoto kweli. Madam kamwambia oya, ulikuwa kidume kweli, lakini ndio hivyo tukubahatika, kwa tutaendelea kufanya kazi na kazi. Baadaye jamaa yetu amechiri hapa, amekuja binti bana. Kumbe huyu binti huyu ndiye babake. Sasa amefurahi kusikia babake amekuja, lakini ni jambo la kushangaza kwa sababu huyu madam kaenda kumleta kwa babake. Sasa amekuja, oh daddy, how are you, nilikumisi, siamini kama nimekuona. Mzee anasema wewe nani na umetokea wapi muda huu? Alafu mbona mimi sikujui? Mimi mtoto baba, mimi mtoto wako unifahamu kabisa, mimi naitwa Jenny. Jenny ndo vitu gani? Parado au? Wewe huyu nani unaniletea watoto wa watu? Kamwambia mimi sijui bwana, mwenyewe nimemkuta huko anadai eti ni mwanao. Sijui huyu chokola mtoto omba. Jamaa anashangaa, wewe sikiliza, umedata nini wewe? Mimi sina mtoto kama wewe. Daddy, mimi hapa ni mtoto wako. Mimi naitwa Jenny jamani. Dingi hataki kusikia kabisa. Madam kamwambia sikiliza wewe, uache kungangania kulilia baba za watu, nitakuja kukuvunja. Mzee kaamka, wewe hebu acha basi, usije kumuumiza mtoto wa watu. Mwache ende, kama ana baba yake atamtafuta, lakini hakuna haja ya kumpiga. Alafu sikiliza, mimi sio baba yako na sijai kuwa na mtoto kama wewe. Sasa mama si kamfanya nini baba wa watu bwana? Inavyoonyesha mtoto anasema wewe ni baba yangu, unijui kweli? Na nikataa. Mtoto anaona hii dunia mbaya jamani. Kaja kumuuliza mama yake hapo, umemfanya nini baba yako? Kumwambia wewe sikiliza wewe, mzee wako bana ili mkuta hivi, babako alipata ajali bwana kule hospitali. Madaktari wakasema amepoteza kumbukumbu, yani amepoteza, amesahau kila kitu. Kwa hiyo wewe acha kujisumbua, wewe hauna dingi, hauna dadi kuanzia sasa hivi. Da mtoto kuchoka jamani. Wewe kwa nini unafanya yote? Una roho ya wapi wewe? Sasa nauliza mama, unawezaje kufanya hivi? Ubinadamu wa wapi huu jamani? Yaani sasa hivi baba mpaka kafreshiwa memory. Mama aliyofanya yatoshi, kafresh na memory ya faza. Sasa huyu jamaa alikuwa ametoka nje ya nchi huko, alikuwa ameenda kama mwaka mzima. Kwa hiyo alivorudi, kama ulikuwa unaona zile simu ambazo zilikuwa zinapigwa muda wote, anataka kuongea na mtoto wake, ndio huyu baba. Ndio maana huyu mtoto alikuwa anaomba simu muda wote. Sasa leo umefahamu kama baba yake ndiye huyu ambaye amerudi na alikuwa nje. Kwa hivyo alivorudi tu, mama alichokifanya, jamaa inasadikika alipata ajali. Sasa mimi nitafahamu hapo mbele ni kweli alipata ajali ama nini ambacho kinaendelea. Sasa hivi inaonekana memory zake ama kumbukumbu zote zimefutwa na hakumbuki kama amewahi kuwa na mtoto. Hivyo bwana. Basi mama huyo hapa anamwambia ukweli binti, sikiliza, babako alishasahau kila kitu, hajui kama hata amewahi kuwa na mtoto. Unajidanganya tu ndugu yangu. Kwa hiyo sasa hivi wewe hauna baba hapo ulipo, cha kufanya nenda katafute maisha. Kamwambia oya, hii haiwezekani, Mwenyezi Mungu atalipa kwenye hili hata iweje, siwezi kukubali. Umemloga mzee. Mtoto huyu hapa bana inabidi awe mtoto wa mtaani kwa sababu nyumbani baba hamkumbuki na hakuna ambacho kinaendelea. Oya, unajifunza nini ukiwa unaitazama hii hapa kali kutokea Afrex Movie? Unaweza tu kuniandikia kile ambacho unajifunza ukiwa unaitazama hii hapa kali kutokea hapa Afrex Movie. Lakini pia unaweza kuendelea kuniandikia ujumbe sasa hivi, na nimekujuza unatamani kuwa wa kwanza kuzipata hizi hapa kali kutoka kwetu, basi make sure umesubscribe kupitia TV yako hii hapa, itakuwa safi na bomba ile kinoma noma. Niambie tu binamu kile ambacho nimejifunza. Watoto wanahitaji umakini ama unafurahi na haya maisha yanaendelea? Wewe sema tu mimi ndio huyo mama na mimi nina hiyo roho, itakuwa fresh pia ile kinoma noma. Basi bwana, binti yetu huyo hapa yuko mtaani, ameanza sasa kuzunguka kwa sababu maisha yamekuwa magumu kwa upande wake. Baba ndio huyo tena mkumbuki, karudi hapa alipokuwa anaishi zamani, yuko mlangoni anaomba msaada wamfungulie kwa sababu hakuna namna, inabidi arudi jera ambapo alikuwa akiishi hapo awali. Ai kuuma jamani, jisikia upweke mie.
Sawa bana, kazi yetu inatuleta nyumbani kwa mtaalamu. Huba linaendelea, wanaendelea kuenjoy maisha. So mamtu huyo hapa amekuja na unywaji, anamwambia wewe baba Tombombo, tuendelee kuenjoy maisasa kwa sababu maisha ni matamu zaidi ya kila kitu. Anamwambia vipi, umeipata kwa upande wako tamu kunoga? Jamaa anasema very sweet, tamu kunoga. Asa leo kuna hiki mbebe hapa nyumbani kwake, kuna mambo ambayo yanaendelea hapa leo. Sasa alikuwa amemuita mumewe, alivyomuita mume wake bana, akamwambia hivi, baby ukinitazama naonekanaje? Sasa anapomwambia hivyo jamaa kashtuka, anamuona mtoto wake, akamwambia oya vipi, mbona shtuka? Akamwambia no, nimemwona yule mtoto alikuja juzi akasema mimi ni baba yake, kwa hiyo ulivyokuwa unaniambia unaonekana vipi poa. So nikakumbuka yule mtoto kama huko nyuma ameshawahi kuniuliza hilo swali, tulikuwa tunaishi naye hapa ndani na vitu kama hivyo hapo. Akamwambia oh baby, jamani unajua mambo ya kupata ajali, kichwa yako imeyumba, kwa hiyo kuna muda kama materials zinachanganyana hivi, ublangata memory na corrupt, hiyo inabidi uwe mtu wa kujishikilia baba Tombombo. Asa mshikaji huyu hapa anamuuliza kwa makini, hivi kweli unataka kusema sijai kuwa na mtoto kweli jamani? Akamwambia hujawahi. Sawa bana. Sasa leo hapa binti baada ya kurudi kuomba msaada, naombeni niendelee kuishi hapa japo hapa ni kama jera, naombeni mnisaidie jamani, hapa ni kama jera lakini nahitaji tu msaada wenu. Nimeenda huko nimeambiwa mimi yule sio baba yangu wala sina kwa kwenda. Asante, ishi mtani mpaka lini? Yani binti kaona hapa ndani alikuwa anakula kichapo na mateso ya kutosha, lakini anyways anahitaji endelee kubaki hapa ndani. So akamwambia dad please forgive me, nahitaji kuendelea kuishi hapa ndani, bora niendelee kula stick, lakini hakuna shida. Jamaa akamwambia wewe umelibia mihela alafu unataka uendelee kubaki hapa ndani, hiyo haiwezekani. Sasa binti na Yesu mwambie ni huyo mama na jamaa. Dakika chache bana, kuna mgeni anaingia hapa ndani. Hii ndio kitu ambayo kidogo imetushtua wengi tunafuatilia movie yetu. Anaingia ni nani? Bwana we, Faza huyo hapa. Oi dadi jamani, I'm sorry kwa chochote. Akamwambia binti yangu tulia. Sasa mshikaji anashangaa, oya binti yangu tulia, sikia mimi ni babako nimekuja. Sasa ngoja nikujuze kitu hapa, inawezekana hujaelewa. Ngoja nikurudishe hapa ili nikupe elimu fulani ndogo ambayo ulikuwa huijui. Hapa ameingia huyu baba wengi tumemuona, alisema mpoteza kumbukumbu. Sasa akamwambia binti yake, sikiliza mimi ni baba yako, nakumbuka kila kitu na mimi nakupenda sana. Sasa mshikaji akawa anashangaa, wewe nani kwenye nyumba yangu? Jamaa akamwambia wewe sikiliza, umetesea sana mwanangu, mmekuwa mkimuendesha vile ambavyo mnataka. Akamwambia wewe sikiliza, huyu binti aliiba hela zangu na bora umekuja kama wewe ndo baba yake, nataka vitu vyangu vyote virudi na umchukue uende naye mbali. Hebu ondokeni hapa ndani kwangu. Jamaa akamwambia wewe unaongea na nani na unajua mimi ni nani? Mimi ni bosi wako kuanzia kampuni mpaka hii nyumba ambayo unaishi, na mimi ndo baba yake huyu mtoto, na hivi ndivyo mnavyolea watu msiowajua, wafanyakazi na kila kitu. Na kwa kukujuza kabisa business card yangu hii hapa, itazame, mimi ndo CEO wa hiki chote, hata hii nyumba unaoishi mimi ndo nilikupa. Baba sasa mke wangu magoti tafadhali baba, nani sikiliza kaka, eti kaka blaza sikiliza blaza, afu kiume yanazungumzika familia. Familia, angalia sasa familia. Sasa sikiliza, sitaki kumsikiliza mtu. Yani sitaki akaingilia na wife. Msamehe baba, tena wewe ndo shetani kabisa, sitaki hata kukusikia. Wewe inawezekana ndo umemponza mpaka mmeo. Yani wewe kama umjui mtu ndo unamuendesha hivyo ndugu yangu. Unajua kuna vitu lazima tujifunze. Ni kweli sio mtoto wako, huwezi kulea mtu kama mtoto wako. Yani wewe ni wa wapi? Unajua lazima tuulizane jamani, au mnasemaje? Sawa, mwamba naye anaomba msamaha, lakini angekuwa binti yako ungemfanyaje? Hilo ndio tunataka kujua. Basi sawa ndugu yangu, kwa sababu wewe ndio uliona hayo ni malezi, sio kesi. Mwana kalia kuelewa blood, atufanyagi hivyo kiumeni. Usinazulia vikao. Unajua wewe sikiliza. Eti dada njoo ongea na Faza. Jamaa katembelea mpaka magoti. Oya Faza, Jeni mwanangu. Mama katoka mbio anaenda kumsaidia mume kuomba msamaha. Sasa hapa Bishosti leo kuna simu ambayo anazungumza naye. Anamwambia mshikaji, sikiliza, anataka huyu jamaa toka amepoteza kumbukumbu zote, tushughulikie hili jambo haraka sana. Nataka hizi mali zote ziandikwe kwa jina langu, kila kitu kuanzia makampuni mpaka mjengo and everything. Sasa nataka viwe vitu vyangu. Umesikia? Fanya hivyo. Sasa mshikaji huyu hapa anamtazama Ubishosti, kona unadhani nimepoteza kumbukumbu Anyways, sasa ni hivi, ngoja nikujuze kitu hapa. Inawezekana unaitazama na bado inakuchanganya. Sasa hapa inaturudisha. Hii ni kumbukumbu ya mshikaji alichokifanya na ikaonekana alipoteza kumbukumbu. Alikutana na huyu jamaa daktari, akamwambia sikiliza, nataka ufanye hivi. Mimi nimerudi kutoka nje lakini nimegundua mke wangu ana mambo kibao. Sasa cha kufanya utamwambia mimi nilipoteza kumbukumbu, nilikuwa sijitambui. Kwa hiyo akija
akikuuliza daktari, mwambie mmeo amepata ajali, amepoteza kumbukumbu, akumbuke kitu chochote. Jamaa akamwambia hilo jambo dogo mwanangu, tutalifanya fresh. Akamwambia fresh, mimi niko tayari kwa kitu chochote, hata ukimwambia ukitaka niwe kichaa kwa muda fresh mwanangu. Akamwambia sawa, tutalifanyia kazi hilo la kupoteza kumbukumbu, yani nionekane kabisa mwanangu kumbukumbu sina, sikumbuki chochote. Sawa, hivi ndivyo ninavyotaka mambo yaende. Nimegundua mambo mengi bana we. Asa leo kuna huyu bidada, huyu ni house girl, na wengi tunakumbuka wiki iliyopita alikuwa amekaa hapa sebreni akiwa anachezea, alikuwa anafanya massage kwenye miguu ya Bishosti, sisi tunakumbuka. Sasa leo yuko hapa. Sasa alifukuzwa na huyu dada. Dada anashangaa, "Oya, wewe unafanya nini nyumbani kwangu?" Jamaa akaja, huyu ni mimi, nimemrudisha hapa." Kaja hapa, hebu niambie, unaweza kuniambia kitu gani ambacho kilikufanya ukamfukuza kazi huyu dada? Kwa nini? Ilikuwaje? Akamwambia, nilimfukuza kwa sababu alikuwa hataki kufuata vigezo na masharti. Sasa unajua alimfukuza baada ya kusikia huyu jamaa amerudi na alikuwa anajua siri zake zitatolewa, kwa sababu alikuwa na mambo mengi ya hovyo ambayo alikuwa anayafanya. Sasa mshikaji ndo kamwambia, hapa naomba uniambie kwa nini ulimfukuza kazi huyu mfanya kazi. Huyo ni house girl ambaye boss pia alikuwa amemzoea. Asa dada akamwambia, nilimfukuza kwa sababu alikuwa ni mtovu wa nidhamu. Kwa hiyo nilimfukuze. Yani unawezaje kumfukuza mtu kizembezembe hivyo kijinga? Afu sikiliza, ngoja nikwambie kitu kimoja. Inawezekana wewe hujui tu. Mimi sijaipoteza kumbukumbu. Mimi nilikusikia. Unajua juzi nikusikia unaongea na simu. Ulinisikia? Nilikuwa nasemaje? Nilikusikia unataka mali zote ziwe zangu. Alafu sikiliza. Kwanza mimi sijapoteza kumbukumbu. Kila kitu kiko sawa na nafahamu yote ulikuwa unamfanyia binti yangu siku zote. Sio kwamba eti mimi nilikuwa nimepoteza kumbukumbu. Najua kama binti yangu alikuwa anateseka, siku zote ulikuwa unampa simu, naongea naye, lakini ulikuwa unanichezea, unaletea michezo. Sasa sikiliza, nafahamu everything ulichokuwa ukikifanya. Na nakwambia hivi, binti bwana kapandisha moli. Sikiliza, mimi ningefanyaje? Kwa nini ulimfanyia hivi binti yangu? Binti naye kawa mkali bana. Mimi nilifanya hivyo kwa sababu toka mimi umenioa, nimekutana na binti yako hapa ndani, mama yake amefariki. Ulikuwa haunijali. Ulikuwa unamjali binti yako tu. Afu binti yako mimi nimemlea, nimemvalisha manepi manini. Alikuwa haniheshimu, sometimes ananiletea dharau. Jamaa akasema, "Oya, wewe si mtoto sasa, wewe mama wapi? Eti mtoto amekuletea dharau." Jamani, mama wa kambo mna vitu nyie. Bidada kama mkali kweli, anawaisha moto. Akamwambia ndio hivyo. Akamwambia sasa sikiliza, mimi nakwambia hivi, yani ulichokifanya ni umeakoroga, kwa sababu hakuna kitu kitabaki. Sasa ninachotaka nikifanye na kwenda kufanya vipimo vya mwili kwa yule binti yangu leo, na nikigundua ana tatizo lolote la kiafya na kufunga, yani utaishia jera. Akamwambia huyu binti, hakikisha huyu mama hapa nyumbani habaki ndani, lakini anabaki hapa mazingira ya nyumbani. Yani huyu atoke ndani, lakini getini pale asitoke, kwa sababu nakwenda kwenye vipimo bwana, nikirudi nimkute hapa ndani. Kahasgere bwana kamekabidhiwa mpini. Kaambia, wewe umenisikia? Oye binti, umenisikia? Umeambiwa utoke nje na ukae nje ya geti, yani ukae hapo usubiri. Unasemaje wewe? Afu kalikuwa kanasira naye kala mpambata. Bana, binti katuwakilisha kwa wale ambao tulikuwa tumechukizwa na tabia za wanawake. At least ili kofi tulirudie tena bwana. Mbona kampata mkweli? Hebu tazama kwanza ile bao. Huyo pa. Unasemaje? Nimekuambia toka nje na uende ukakae nje ya geti mpaka bosi atakaporudi hiyo. Oya, huyo hapo kampeleka nje pale. Sasa leo Faza yuko mtani na binti yake, wana round kidogo. Binti ndio ameanza kufurahia maisha. Unajua dadi, dunia kumbe ni tamu. Sasa mimi nilikuwa nachanga yule mama ana roho gani ananifanyia hivyo. Bana, kwa mara ya kwanza brother kaka huyu hapa mlinzi alikuwa anamsaidia binti, kasema, "Oh jamani blaza, I'm happy to see you kaka Getimani." Kamwambia, "Dada alinisaidia sana huyu kaka, alikuwa pale getini, alikuwa anafanya kila kitu kinaenda vizuri. Nafurahi kumuona." Dada, jamani, dunia inabidi muwe na roho nzuri, hamwezi kujua kesho yenu. Leo mlinzi kakutana na tajiri hapo, unajua nini kitatokea? Asa jamaa kajitambulisha, akamwambia, "Mimi huyu ni baba yake na mimi ndio mmiliki wa yale makampuni na ile nyumba alikuwa anafanya kazi, so sijali." Mlinzi kashangaa, kumbe Jeni, kumbe Jeni jamani, Jeni kafurahi jamani. Kamwambia, "Okay, twende zetu nyumbani basi tukapiga hata story kidogo." So mshikaji kaja hapa nyumbani kwa ajili ya story na Faza wajenge. Sasa mzee kamwambia hivi, "Sikiliza mwanangu, nimesikia kila kitu na ule wema ambao ulimtendea binti yangu kipindi mimi sipo. Binti kaleta juice, waendelee kuenjoy pamoja." So kamwambia, "Nitakukabidhi everything ambacho kilikuwa ni kitu changu. Yani nitakukabidhi, najua elimu yako pia iko vizuri, kwa hiyo nitakukabidhi kampuni yangu, ile nafasi ambayo alikuwa anaifanyia kazi Anthony, yule mshikaji kule ambaye alikuwa anamnyanyasa binti yake, ile pale nitakukabidhi wewe.
kazi yake kwa maana pale ofisini, lakini nyumba ambayo alikuwa akiishi ambayo nimemfukuza pale, pia hiyo nyumba utachukua wewe. Kwa hiyo utaishi pale na yale magari, kwa sababu yalikuwa ni magari ya ofisi. Kwa hiyo utaishi pale, ukitaka kuoa au enjoy maisha na kila kitu pale ni nyumbani kwako bwana. Wewe je, nikafurahi kinoma mzee, anaona hili hapa zali la mentali nilikuwa nalisubiri kwenye maisha yangu bwana. Wanasema kila mtu ana bahati na wakati wake, na wengi wanasema pia kwamba wakati wa Mungu ndio sahihi. Mshikaji amini, anaona kama masinema. Oe mzee, imekuaje? Mbona kama siamini ninachokiona? Ndio hivyo, sikiliza, umekuwa tajiri, umepata ajira. Bwana tu amini. Unakumbuka mshikaji aliyekumwambia Jenny kwamba siku nikipata kazi nitakuja kukuchukua niende nikakulee fresh, kwa sababu nakuhurumia vile ambavyo umekuwa ukiishi. Kwa hiyo mshikaji, maisha yamebadilika, lakini Jenny amekombolewa, baba yake amerudi, amemchukua, na kwa mara ya kwanza mshikaji anakwenda kuishi maisha ya kifahari. Anakwenda kumiliki gari, anakwenda kumiliki nyumba kali, anakwenda pia kuenjoy maisha. Bana, kama nilivyokujuza, pia umejifunza nini kwenye hii hadithi yetu pendwa? Lakini unafahamu maisha yaliyomkuta Anthony kafukuzwa kwenye ile nyumba pamoja na mke wake, ameenda kuwa hoihahe, lakini mke wa mshikaji hapa pia amefukuzwa kwenda kuwa mtu wa mtaani. Maisha yanakwenda hivyo bana. Basi sawa, mimi niseme ni sign out video hapa kwa hiki ambacho umejifunza ukitazama kali kutokea hapa Efrex Movie. Ilikuwa ni fresh mimi na kumalizia kazi yetu leo. Naamini umesuzika moyo wako, kwa sababu mimi sija kuterekeza kama ambavyo tulikuwa tumezungumza kumalizia kazi yetu hapa pendwa. Basi binamu yako hapa, mimi naitwa Samba. Karibu kwenye time nyingine ya Efrex, cause kuna kazi moja bomba kali tutakusogezea hapa mjengoni na utaenjoy nayo pale ukiwa unaitazama. Mimi na sign out video hapa, lakini nikuombe uniandikie ujumbe kutokea popote ambapo umeitazama Efrex Movie Recap, lakini pia unaweza kuniambia unaitazamia kutokea pande za wapi bandugu binamu. We acha mimi sign out video hapa, mimi tutaonana next time until God akipenda, au vipi bwana? Sasa 2026 kazi na dawa.